ya kutupatia nafasi ya kuweza kufikia siku ya leo. Ndio sababu najua shughuli na mambo ni mengi, watu hupanga mambo, lakini Mwenyezi Mungu ndio hufanya hiyo maneno ama hayo maneno ama hizo shughuli zikaweza kuwafikiana kweli. So shukrani kwake Mwenyezi Mungu. La pili ni kuwashukuru nyote na kuwakaribisha Golden Dream Land Properties Limited. Ndivyo niwajulishe mawili matatu kuhusu Golden Dream. Ndivyo ukitoka hapa, najua venye uliingia si venye uko sahi, lakini ukitoka ningetaka kukujuza mambo mawili matatu, sababu mtu ambaye anajua ama anaelewa ile shida imekuwa kwa hii industry, si ni vizuri kuelimisha mtu ambaye amekutembelea. Na wote tunasema ya kwamba this information is free, please use it after this, sababu wala watu ambao tumekuwa na wao kwa project zetu ni wala watu ambao wamekuwa wameumizwa, wengi wamepoteza pesa zao, na wengine hata mpaka siku ya leo hawaelewi shida ya mchanga. Kama ni kuna wengine mpaka wanaambiwa wachinje mbuzi, sababu akienda kununua shamba either anagonjeka ama pesa inakuliwa, na mwingine anaambiwa pesa ilizama. Si ni kweli? So mpaka unaambia pastor akufanyie deliverance, lakini ni kukosa information. Kuna ya pastor, wacha mchungaji, kini yako ni uelewe process ya kununua shamba ni gani. Na watu wasema ya kwamba pengine utanunua nasi siku ya leo, lakini siku ya kesho ama mwaka ujao ama rafiki yako utasikia ni vyema. Golden Dream Land Properties Limited, tuko na Felicitas ambaye ako department ya marketing, tuko na Jacqueline ambaye anasimamia marketing, tuko na Gabriel ambaye ni pilot na pia ako pande ya marketing, tuko naye unaitwa nani wewe? Nikumbushe. Unaitwa nani? Naitwa Steven. Yeah. Niko na jina lingine upande hiyo. Kuna wenye tunajua naitwa Steve, mchezaji wa sarakasi za televisheni. Pia pale kwa YouTube ukiingia unapata Njoroge wa Wacha pale Advanced Pictures. Na ukiona sura yangu inacheza ukiniona tu mali nacheza na shamba ujue hatuna mchezo. Shamba yako, pesa yako zinapelekana 100 kwa 100. Lakini nikuulize. Niulize tu. Venye unakuanga kwa ground uko serious. Ukuwe serious hata pale kwa wale wa mama tafadhali. Ile ni ujinga ya mshahara, hapa ni pesa na title. Pale ni kama mshahara kakuli kwa nyumba ndugu yangu. Unajua tukikutana mahali tulipata mara ya kwanza, nilikuwa mtu serious kabisa, ukashindwa ni huyu ama ni yule. Venye unakuwa kwa jukumu kwa mashamba. Uko pale serious. Saa 8 mnadhani kumbe ni kanyama na wazee wakitafuta pesa ya shamba. So wewe tuseme wewe ni yule mtu wa, unajua saa hii tuko naye Farudhi. Kabla niingie kwa Farudhi, tumekuwa na discussion Farudhi, nani anastahili kuwa na kuangalilia nyumbani. Unajua watu wengine wanapatia mtu wa pikipiki, alafu unasikia sasa wewe tuseme ni mmoja. Sawa, asante. Acha na watu wanduthi, let us do this. So niwakaribishe Golden Dream. Hii kwa huu mwaka, hii ni project yetu ya 6, na ni project ambayo tunajua ama tunaelewa ya kwamba tumeweza kuitamatisha siku ya leo. Na sisi watu tunasema ya kwamba sisi kuna yale mambo, na niweze kukaribisha Farudhi na timu yake, Farudhi wa TV ambao wanatazama wakiwa diaspora. Najua kuna watu ambao wametumwa na wenzao wakiwa diaspora kuja wahakikishie kama yale maneno wanasikia, wacha wewe wakuona kwa TV ama kusikia kwa radio. Kuna mwingine bado ni Mkenya kwa mahali anataka kujua hawa watu nimewasikia. So amekuwa akitufuatilia na amekutuma wewe. Sio ni vyema? Kuna wengine ukiona umetumwa ujue wewe umekuwa mwaminifu. Kuaminika ni character ambayo lazima ikuwe ndani yako. Si kitu ati ya kuja ati sasa hiyo ndio tunasema hiyo si ya mwalimu na hiyo si ya mchungaji. Hiyo ni yako wewe binafsi. Sababu kama wewe huwezi jiamini ukiwa na shilingi 100. Unajua kuna watu wanakuanga na shida sana wakiwa na shilingi 100. Ushaenda mahali unapatia mtu 100. Yaani okay, kama hana 100, story ilikuwa mrefu, mnaongea na ako na idea mingi sana. Anakuambia acha nikuambie,
ukinipatia 100 kuna lori ya takataka. Mimi nitaenda nunua makaratasi hii kijiji yote. Na nasikia ni 100 hii kijiji yote anakuwa na hii kijiji yote. Hebu imagine tukianza kulipisha takataka 8 bob. Na ile karatasi tumenunua 20 bob. Na unaona by the way ukimpatia 100 alafu anakuambia sitanunua pale kwa soko. Nitaenda kwa dira wa hizo makaratasi aniuzie shilingi 6. Hata by the way huyo mtu ukimpatia 100 si unaona ako na makaratasi kama 20. Lakini wacha umpatie 100. Idea zote zinaishia hapo. Mnapatana mandi amenete gwathire. Au. Sijui kuliendaje lakini niko na idea nyingine. So hiyo ni sababu wewe hata wewe mwenyewe hujiamini. Wewe si mwaminifu mpaka wewe kwako kibinafsi. Wewe ni mwaminifu sababu huna. Na hii ndio mambo ambayo yamekuwa yakijiri na yamekuwa yakijitokeza kila wakati usiku kucha, wakati maneno ya mashamba imekuwa. Tunajua kwamba kununua shamba ama kumiliki shamba ni jambo ambalo linaanzishwa naye Mwenyezi Mungu. Sio hatia, sio makosa, lakini kupoteza pesa ukinunua shamba ndio makosa ile kubwa sana unaweza kuwa umefanya kwa hii maisha. Na najua naongelesha watu ambao wameumizwa na wameumia. Hapa najua kuna mtu ako na certificate, hajui title yake itatoka lini. Na hapo ndipo Faraja ukiwa. Pia wewe ukiwa. He is one of our brand ambassador ambao tumekuwa naye pale. We are very keen na zile project ambazo tunauza na kwa yote, kwa hizo stories zote, hata nikianzia hapa nimalizie ni title. Hakunanga story nyingine. So as Golden Dream, we don't issue certificates, neither do we issue ballots. The only document that we only issue ukilipa ni documents 2. Receipts na agreement. Hii agreement inasema ya kwamba it is a willing buyer, a willing seller. So hakuna mtu alikuchukulia kiboko ama mtu alikupeleka cha nguvu. Si umekuja. Si wewe umejua kama unataka kama hutaki. Si tuko hapo sasa. Sasa tuko ile transition period. Hapo ndipo tuko. Hujui kama niwekele ama sasa hapo ndipo tuko sasa. Na hapo sasa ndipo ile maneno nitakuachia. Sasa hapo ndipo itakwambia tuendelee ama utaendelea ama utaendelea. Si nitakuwa mimi nimemaliza yangu. Sasa hapo ndipo itakwambia uendelee ama usiendelee. Tuko sawa? Na hapo ndipo ndio maana tuko kwa hii ama tumeungana saa hii. Wakati tunafanya advertisement tumewambilia vitu mingi. Tumewambilia kuna shule, kuna maji. Hapo dadu umesimama nyuma yako. Kuna mita. Hapo umesimama. Hiyo mita ndio tumeweka hiyo. Hiyo inaitangwa wait for me. Unaona hapo kamuiba hako? Hapatikanangi ovyo ovyo kana isitangwa wait. Hata ukitaka kwenda kana kwambia uningo. Hako ndiko tumeweka ndio ule atakujia mita kwanza imwambie uningoje. Uningoje tu hapo. Lakini sijatangaza lakini hakuna mtu aloko. By the hapo ndipo kuna mita. So hii maji kuna wengine wanaweza kuja na doza mabeke. Hatujaweka kwa doza. Ndio unaona hiyo maji imepungua. Ni maji ya Masinga Dam. So hiyo mfereji iko hapa pale kwa gate ambao tumeconnect pale kwa hiyo tank. Na hiyo ploti si ya kuuza, hiyo ploti sasa ni ya maji. Sababu tunafanya hivyo sababu watu wameishi kuambiliwa. Unaambiliwa bingu yenye hakuna. Mimi si tunasemanga watu tukae nini huku duniani. Ndivyo tukae kwa amani. Unajua kutoa pesa ni kitu moja lakini kukuliwa ni kitu kingine. Tuko sawa? Wacha tukae kwa hii dunia, tukienda Sunday kesho naye mchungaji achukue jukumu lake atuambie bado tunaenda nini? Binguni. Tuko sawa? Naye mwanasiasa ikuja atuambie bado mjue ni mimi bado nini? 2022. Si ndio? Sasa alafu 2025 arudi, unakumbuka bado ni mimi. Si tuko sawa? Kila mtu afanye kazi yake venye inastahili. So lakini la muhimu ya kwamba yale mambo ambayo tumekuambia kuna stima. Sasa hii si ati ile drama ama kifunga macho. Ni uangalie uone kama zile waya ni mtu alikuja akaona ni kama anataka kuweka sola, uangalie. Jamaa uangalie, tulisema kuna gate, tulisema tumekata barabara. Na tunasemanga ya kwamba kabla tutoke pima hiyo barabara. Tuo tunakata barabara ya mita 9. 9 meters, not 6. 9. Sababu hutaki kuachia mahali ambapo utakuja. If these people wataseto hapa, mtu anakuja aseme hapa mlikata 6, kwa hivyo mko na mita 3. Hauwa tufanye hivyo. So sisi tutatoa
shamba venye inastahili kuwa. Hiyo mutation tunaipeleka inakatakatwa na inaapproviwa na kule kwa lands. So na najua siku hizi tuko na wasomi, so maneno hata kama ulinyang'anywa sababu huko unaelewa, ile tu kidogo umebakisha, hujui kama sasa hapo ndipo huko, lakini information is power, si ndio? So we don't, kama nimesema, we don't issue certificates, neither do we issue ballots. And number 2, huwa narudia na watu wa diaspora wanajua, na watu tunaambia sisi, ukimaliza kununua nasi, we even issue titles even in less than legally. Wacha kwanza tuone kisheria. Unastahili kununua shamba, transition period inastahili kuwa 90 days. If it is not 90 days, the company should give you a reason. Unajua tunadili na serikali ya? Unajua ofisi ya wenyewe si kama kwangu. Mimi kwangu nakwambia what I can do. Wewe kwangu najua utatoka na agreement, lakini hii document inatoka kwa serikali, lakini legally, kisheria, you should get a title deed in less than 90 days. Number 2, kwa ile period, sisi even issue certificates even in 21 days. It is possible. So kama kuna mtu amekuwekea title mwaka, ujue sasa hiyo si kuzama, ujue sasa hiyo pesa yako, sasa kama imebaki ni mashilingi. Kama imebaki hiyo ni coins. Hapo hana pesa yako. Sababu nani, hata tuulizane seriously. Daddy, naweza kupatia pesa uniwekee mwaka? Aje sasa? How? Unajua kuna hii si ndio maana ukasema hii si ile kupromisiana, tuongee sasa yenye kuko. Unaweza seriously nipatie pesa nikuwekea mwaka? Ati unangoja pesa, nitafute pesa nyingine nikutolee title. Calculate, you have a map right hapo. Calculate those 327 plots times 30,000. Now you tell me after 1 year I'll be having that money. A title deed transferred 30,000. Now tell me ati sasa wakati sasa nimetumia baada ya mwaka ndivyo nakumbuka kale kataito kako au registrar ni kama amehamishwa. Hiyo file mwache tutachunguza. Ni pesa hakuna. Hiyo usishinda ukaisikia ati sijui ni ujue ni pesa haku na imebaki mashilingi. Sasa anajaribu kusympathize na wewe sababu burden nao ni kubwa, uanze kusahau. Ni ile sasa kuvunjwa moyo. Ukaiambiwa, unajua kuna ile hopes inafuanga aje? Mudu wa nyumba. Sasa unajua ni kama siku. Alafu ile wakati utasikia ni kama county imefunga. County inafanya fumigation. County is doing nini na imefungwa 30 days. Sasa uanze kujua ya kwamba hata ile hope sasa si hope unapatiwa, unaambiwa wewe kaa nyumbani, ile siku tutapata pesa ya kutoa title tutakuiti. Either hilo shamba liko na shida ama pesa yako imekulia. Two things lazima ziko zimehappen. Either lile shamba ambalo walinunua, shida utokea wapi kwa shamba. That's why we say this information is free. When a company buys a succession land, and that's what land uko hapa, mzazi wako ile title, mko na title kama familia, na najua tumetoka kwa familia ambao pengine pale guka yenu aliachia babako. Sasa mko kwa transition ya kutoka kwa guka yenu mkuja kwa baba yako, alafu baba yako akuje sasa kwenu na wewe ukuje kwa the 4th generation, si ndio? Nani ni ka 50 hata haijafika 50 mkigawanyishwa hata si 25 by 50, hata ni less than hivyo, sababu sasa unless muagree kwa plot moja ndio ikue sasa choo kwa plot ya mtu mjue mvenye mtamuaccommodate mfinye ndivyo hii nyumba yake ikae wapi, sababu mkigawanya alafu mseme ushaiona shida kwa nyumbani pale. Najua hizo mambo huo tunapatana mami wewe wa Nairobi haha buruburu Karen saizi ni ile na Karen kagura mathina marĩa mekuo ni ile shida ya wewe jenga hapa na jenga hapa, lakini mjue choo ni kama ile miti na miaka kwa beacon sasa unashindwa hii maembe ni ya huyu ama hii maembe ni ya huyu. Sasa hiyo ndio shida yenye iko saa hii. So unapata ile title ambayo imeandikwa kwa ile title, mwenye hiyo title hajakunywa chai asubuhi, hii lunch hata kula na pia sapa hata kula. So hayuko wapi? Hayuko huku duniani. So mnaanza process, a succession land process. Huwa inachukua mwaka na nusu. Now imagine holding your title or your money in 1.5 years. Will you ever trust me again? No, why? You can never. And you shall never come back. And that's why, as
tukitamatisha hii project siku ya leo, ile project ambayo tuliachilia mwezi wa 8, ndivyo hapa tuliingia mwezi wa 9 tarehe 2. So mwezi mwalike gaza tu leo tarehe 6. So in the span of those 2 months, wale ambao tulikuwa Faraja Gardens phase 3 title zao na wale wako online, for those who bought with us 3, your titles are now ready. Na si story, hata kama kuna mtu wako online amenunua Faraja Gardens phase 3, aulize namba yake saa hii tumwambie, aulize kwa Farodhi ama 0798 008 If you bought with us Faraja Gardens phase 3, you would like to know whether your title is ready, we are telling you that we have your title, and ita Adamu Amboi zaidi na hizo title kwa sababu ni muhimu. Hata hakuna mtu amebeba hata moja, even one. This parcel mpatie hiyo. Nimetaka najaribu kukataa. Patie. Alafu sasa wewe tukupatie kazi yako. Sasa wewe kazi yako nashikilia hapa. So this is the list for those ambao wamenunua nasi Faraja Gardens phase 1 and phase 3. Hiyo ndio list. So majina yenu yote iko hapa, lakini la muhimu, hizi ndizo title zenu hapa zote. You have your title deeds now, so you can arrange how you can pick your title, because hautakangi kusema tu, nataka kusema na kutenda. Na rĩu tondu we mora genda tucia title ri tamaririe rĩu ndi ameketwo kurania ni ndegwa rĩu ni nyama rĩu ni na tafadhali wale wa Faraja 1, Faraja 2, Plains, Amani Gardens, tafadhali tukujeni title zenu tafadhali. Ni mle muona kundu andu mathithirwo moka majire title by the way. Sasa hawa wamepata title, wanasema sikuwa na expect yatoka haraka hivyo. Kwanza niwekea nijipange, sababu hata safe sijajenga, sijui nitaipeleka wapi ama nitaiweka wapi. Jahamini ni yule mtu pesa yake imekuliwa. Sasa unamuitia title, unampigia picha, anakuambia tafadhali nyinyi kaeni nayo kwanza, nifikirie nitafute pesa ya kujenga nini, ati ajenge safe kwa nyumba. Kuna mwingine aliniambia anachimba shimo na bado hajamaliza alivyoweka nini ile title, sababu haamini. Hii ni maneno ambayo imekuwa. Helen Wangari, na mwambie title namba yake ni number hot, na umsomee hapo mpaka jina ya 3 a confirm kama hiyo jina ni yake. So kwa yote you only issue what, na hatunanga madeni 7126. Na kama kuna mtu wako hapa namba yake ni 7126. Anaitwa nani? Anaitwa Helen Wangari Wanja. ID number 28303118. Plot yake namba ni 7126. Sasa hapo ndipo watu huuliza. Plot yake ilikuwa number 7. Tunaelewana? Plot yako imekuwa number 2 something. Lakini kwa title unasikia namba imechange. Sasa mtu anakujanga na vita. Mimi nilichukua namba 7. Kwa nini nimepatiwa 7126? Mimi nikaa 7,000. Unaona? Lakini hapa ndio tunaelimishana, tunaambia kwamba the numbering then umeona ground, hiyo numbering ni ya surveyor. Tuko sawa? Tukichukua mutation ya hii shamba tupeleke pale, itachukuliwa na watu wa lands. Waanze wajue hii namba huku area imefika namba ngapi, iendelee. Tuko sawa? Ndio maana 26 huyo ako chini namba 27 27 huyo sasa chini 7128 hivyo. Yes. So Helen ni Wangari Wanja. Helen Wangari Wanja, you have your title. Please make an arrangement venye utakujia title yako, utatumana ama venye sasa utachagua. Na tukuambie, tukikupatia title, please enda ufanye search. Hiyo si yetu. Anytime ukinunua shamba, upatiwe title, si imeandikwa jina lako, chukua jukumu kufanya search ni 1,000. Enda ujifanyie search, ndivyo ujue kama wewe umeingia kwa green card. What is a green card, Amboi? Green card inakuanga, it's a manila paper yenye ina explain the history of the land. For example, shamba kama hii
Ukienda kufanya search utapata ilikuwa ya mtu fulani, Golden Dreams wakanunua, alafu sasa wewe mwenyewe ukanunua, ukapata title yako, so inaingia jina yako. So it's just a manila paper yenye ina explain the history ya hiyo shamba mahali ilitoka. So lazima hiyo namba ikuwe ishaingia kwa jina lako. Tuko sawa? So tukikupatia title, wewe tunapatia hizi title, please enda ujifanyie search, ujue sasa wewe kama wewe bado ni unajua saa hii sasa venye tuko. Kama hatujapatia title, wewe sasa ni mwananchi. Tukubaliane. Isipokuwa yenye sasa pengine uko nayo either yako ama kifamilia. Sasa wewe ni mwananchi. Lakini najua kwa online si Faraja tumemjibu. Difference ya mwananchi na mwenye. Hili shamba venye tumefence. We shall continue. We have a garden here. Pengine umenunua nasi, ungetaka kufanyia jambo lolote, wasiliana nasi. It's not a gated community. We don't there are no restrictions. Lakini ukija sababu ya kuhifadhi hili shamba. Na ndio maana tumeweka hiyo fence. Ndivyo yule neighbor akikuja kulisha hapa, sasa unless anataka kutupatia mbuzi ama hiyo ng'ombe tukule, sababu ya kukata nini fence. Sio ni trespass, obvious. Hiyo ni kesi. Na tunafanya hivyo kuchungia plot yako. Sasa hili shamba si letu, ni lenu. Wewe ambao umechukua ploti, this anaweza kuambia watu online. Nani? Just go hana phase 3 ako hapa. Oh. So wale wapi? Wale ambao wamenunua. Oh, ushaikuwa unaenda kuwa kwa class. Alafu wakati umefundisha ukienda kwa explain mtoto anachukua mkono anauliza. Alafu ile ulituambia ile homework tulistahili kufanya. Hiyo homework tulikuwa tunastahili kuleta lini? So ukienda kufanya Pythagoras theorem inasaulika. Unamwambia unarudi pale. Hivyo najaribu sasa kukumbuka. So that's what we do. That's what we usually do. Hatunanga story mingi hivyo tu. Jambo la mwisho na la maana. Usituletee pesa cash. Unajua ni wakati wa campaign. Naenda pale usikie county kuna pesa ambayo inachotwa. Tuongee ukweli. Alafu na wewe ujue mahali tu najua hii pesa naweza enda niekelee na nijue niko na kitu ni kwa shamba. Golden Dream. Tafadhali usituletee pesa namna hiyo. Sababu gani? We want to protect you and also protect us. As Golden Dream huwa tunalipa tax. We usually pay tax, so please put the money kwa account zetu. If you want to pay via M-Pesa, you go to we have two accounts, we have Equity and we have Cooperative, and ziko na pay bill. Unaweka pale kwa pay bill number, unaweka pale. Unatutumia hiyo receipt ambao ni SMS yako. Ukishaweka pale, mwishowe unakujia receipt kwetu. Lakini tafadhali pale kwa ofisi nimeacha Margaret. Si tuko hapa. Alafu wewe umempelekea, alafu sasa mane mnaulizana. Unajua pesa. Pesa ndio imekuwa shida kubwa kwa hii dunia. Pesa. Hata wewe umekuja sababu ya nini? Pesa. Si ni kweli? Na ukitaka kujua mtu mjaribu na pesa. Na nimekuambia mtu mwenye hana pesa anakuwa na idea mingi. Unajua mmepatana na watu. Anakuambia mimi ukiniwekea jiko zile chapo nitakuwa napika hapa. Nataka tu unga moja inastahili kuwa 18 lakini utakuwa natoa 30. Sasa anakuambia can you calculate 30 times 20 unaona ni 600. Unafanya hesabu unaona umenunulia makaa kale kanini kadogo imekula 200. Alafu hata wewe huwezi lala ukijua uko na 400 kila siku kwa kila unga huwezi lala by the way. Lakini ukimpatia ile 200 akanunue hata makaa hata jiko hata nini hata unamuuliza by the way ile idea chapu niona kanjo atakuja kunichukua. Siku hizi mambo imekuwa rahisi, ama enda kwa banki pale kuja na receipt, na sisi tukupatia receipt yetu na tukupatia agreement, tukwambie sasa. And that's why we usually sell shamba zetu zikuwa inclusive of title deed. Hakuna pesa nyingine unatoa, no any other hidden charges. Sasa umeambia sababu umekuja sasa kila mtu alipe fair dhao, hakuna. Acha niwaambie, ukisikia umeitishwa hidden charges si Golden Dream. Kani marabia gwetio. Kana jakini wabia kurihia kuya thimu. No itoko itare ho. Nyume.
Thereria haha toka mata korea gusuka. Kuna mtu ameambiwa na Jackie isipokuwa passport na ID akuje na kitu kingine. Sawa. So hakuna kitu. So tafadhali kuja na receipt tuwekee pesa kwa account. Sababu ile shida kubwa ilifanya pesa yako izame na ikuliwe. Wanasema hakunanga mtu ya pesa kuzama, ni pesa ukuliwa. Ni watu wanakaa chini wanaigawanya tu, wanasema wewe watu wajue tunakuongezea mshahara, ndivyo hao watu kiitisha title. Ujuange wewe unafanya nini? Unakafanya cover. Unasikianga zile soldiers wanakaanga cover. Na hii ndio maana mimi huwa nasema. Huwa naambia wale watu wataonea Steve. Asi diaga theria kiria view sasa. No andũ arĩa makonagira igũrũ view sasa nĩ andũ a marketing. Directors mataraba kumiona oneo makamba gucũthĩria haraihu. Sababu ya kitu moja, wao ndio waliambia hiyo title inatoka. Goja. Director sahi ako huko. Wako na land register mpaka unamuexplainia. Ushaipata mtu anakuexplainia mpaka unakuja. Usikuje sahi. Kuja kesho. Alikuja pale kwa reception anauliza nataka kuona Wamboi. Sasa anamwambia dakika tu kidogo. Niana. Ndio maana mpata ofisi mingi lazima ziko na kamlango kachumu. Tunge sababu hiyo simu. Niana ava na naona kai mena uru. Wana kile miti hanatia. Mbona wana nia honete. Muhonera tu anakuambia basi hapo ndipo shida inakuja. Hapo namwambia mwambie siko nilipata leave kidogo. Sasa yule anamuuliza utapata aje leave na wewe ni nini? Mwambie unajua mpaka kuna watu wengine mpaka wanafanya watu wao wanakufa. Do you know that? Do you think wanaua watu wao? Mwera mothe ndari kuo. Mothe nera hurukire. Ni mathiko mau turahaririria. These are things that wakati pesa inaingia. Dhali. Ndivyo tusipate hizi explanation, usituletee pesa cash. Please. Na nimetumia please ya 5. Beka pesa kwa nini? Na hiyo karatasi ambayo umeshika iko na akaunti zetu. Tafadhali. La mwisho. Hiyo plot ambayo umechukua ni yako ukibuku. Tuelewane. Sababu hapa najua niko na watu kama 5 wa 6 hawana ploti. Na sasa mimi niko kwa ile sasa nashindwa. Sasa unajua kuna kukuambia na kuna kulipa. Sasa tuko kwa hiyo. Ndio sinawaambia tuko transition. Na kwanza nimewambia history mahali tumetoka. Hatuna deni ya mtu. Twena thirwa mundu wa title. Na ule tu managuo ni tiga wa mehia na wa Kristo. Wa title. Twena thirwa wa mundu wa title. Farodhi. No. Hatuna. Na ule tura ona guturatigeti. No amonia title ciao ci ha. Twatuma yo horo biu. Na no atha ukoro kuje tura title githaini tura title icio. Nitamekire uguo. Wanaona ni title zao hizi. Nitamekire uguo nigetha mwanete. Ona ukarera haha gatagati hata ukone karatathi ka hoiti. Mekire uguo. Matigae kuga mugukwita maratathi maingi. Mutuone yo ya mbere. Ni title. Ende mahingurire ciothe. Hatupendi vita. Na hakuna mahali kwingine mtapata. Hata mimi najua hakuna mahali kwingine mtapata. Unless sasa muitiwe sherehe ya title ambazo zina last year, lakini hakuna mahali utaitiwa project ya 2 months. Hakuna. I know. I've been in this industry. We are in media and we know what happens. Ni ngumu. Ndio maana we freely walk na sisi tunalala kwa amani kama hatuna pressure na hatuna stress. Ukitaka kuishi maisha mzuri, fanya kila mtu akona wajibu. Wewe umekuja umenunua shamba, wewe ngoja title. Sasa hebu waambie kitu. Tawaambia kitu. Nataka tu kurudia maneno yako vile umewaambia wale ambao walinunua Faraja. Sitaki kukaa na title zako kwa ofisi. Kama umemaliza payment yako
tafadhali from Monday kuja uchukue title deed yako. They are ready in the office. Lakini wale ambao hawajamalizia, make sure umemalizia haraka. Najua kuna wale walikuwa na pimia. Waone kama tutatoa title Title zimetoka. So sijui kwa nini sasa mnangoja niendelee kukaa na title zenu. Kujeni mchukue title deed zenu. Ndio mkue sasa mnajua kabisa wewe ndio mwenye ile ploti. Na the moment umechukua title deed yako, mumeambiwa vizuri sana na director. It is very very important. Enda ufanye search ndio ujue kama hiyo shamba ni yako. So please from Monday nataka kukua nimeclear hizi title kwa ofisi. Safe imejaa, sitaki kukaa nazo tena. Sasa ni lako. Hiyo title huo Helen, hilo shamba ni lako. Igwa okwa dia rusio. Title ni ya? Don't involve us. Unless utuambie tukuonyeshe hiyo makaratasi process. Lakini ukisikia utauza kesho, mtu sasa ni lako. Mna idosi yake. Unaona tu sikusema tumekulimit. Tukupatia title hilo shamba ni lako. So please you can do with it anything. Na tuseme utaenda pale kwa municipal. Ruhusa ndivyo uzike mtu. Ni hivyo tu. So Harodhi. Yes. Iwe shiria. Eno doge twatigia. So gweciria ni ndienga mukeno muno makiria. Tondu nikiona title sifurahii kwamba wao wamepata, lakini nafurahia kwamba mmetimiza ahadi yenu. I was telling my friends pale, we have been in media. Yeah. Tumedanganywa, tumepatana na watu wasio wa ukweli, lakini si kumaanisha kila mtu si wa ukweli. Na tumenyang'anywa. Wewe umenyang'anywa, mimi nilirudishiwa. Ni vizuri kukua clear hapo. Wewe ulinyang'anywa, mimi nilirudishiwa. Unaona kama kuna hofu ya kurudi. Na mimi nilinyang'anywa na rafiki yangu wa karibu sana. Na akiniandikia check wakati niliendea pesa, nilikuwa naangalia side hii na yeye ameangalia side ile. Juu hange niangalia, juu haku imagine naitisha pesa yangu. So shamba haitaki urafiki, shamba ni title period. So tunasema let the title speak. Yeah. Because hakuna haja utoke kwenye ulitoka, utumie time yenye ulitumia, alafu ukuja tukupatie shamba ya wenyewe. So what we agreed with Kahora, because I was actually looking for plots zenye zina range hiyo bei tunauza. Nikamwambia I have so many companies wameni approach, but because of watu wa diaspora, because I'm here to represent watu wa diaspora, because of those people I need to get a clean company yenye inapeana title and clean and genuine title deeds. That is the most important thing. Hawa watu wametumwa na watu wenye wako nje, si hawa watu waliona, ni wale wako nje alafu wakatuma hawa. So yule ile report yatapokea, hiyo ndio atanunua. So as we give these titles za Faraja phase 3, kwa tu ni furaha. Niliwapata Masinga Place yeah, na Amani Gardens. Yeah. Tukaenda Faraja phase 1 na 2, titles zikatoka. Faraja 3 title ndio hizi. So ni hii project peke yake yenye tunamaliza siku ya leo yenye hatujatoa title. Na unasikia ndio tunamaliza. Hizo si project za last year. Tunaongea May. Kutoka May, saa hizi tuko November. 6 projects na ni moja hii peke yake yenye tunamalizia haina title. So you can gauge us, unaweza angalia rekodi zetu before you buy or you purchase a plot with us. So ni vizuri pia, unajua wale watu walidanganya. We know our mistakes kwenye ziliingilia ndio tudanganywe. So it's always good, ukipata nafasi jilete site, ona, amua. Lakini I want to assure everyone, hata hawa wanatuona, ni vizuri niwaambie before I took a decision ku-advertise na hawa. Kuna watu wananiambia nilikorogewa sitokagi kwa Golden Dream, sababu wangetaka labda niende kwao. Lakini hakuna haja niende kwa kampuni 10, moja ni mess wenye wanapeana title. That is the most important thing. So make sure as you invest with us, ukipata title yako, ambia rafiki yako tunapeana title sisi. Because we know there are people who don't give title. We know there are people wenye wako na backlog ya 2 years, 3 years, na hawashtuki na wanakula na inafika kwa tumbo, lakini hata ikifika huyo mtu hana amani. Especially me. Unajua yeye huenda akona labda pesa zingine. Wapi? No, wewe ulikuwa media, tulikuwa tuna kagia naye. Tagia tumire na keke. Steve kwa jemire mo haru muno. Unatiganire na maga ini amuteithĩtie. So tigane ngai thutha ucio. Akire gutoka kwihoka na kamboni njuru meisha. That's why targeted ngĩũrũra muno, because
thing I need is people to buy plots na deed. Hivyo. So pia kwa Golden Dream kwa sababu ya kutoa title hudhuria wira wakwa. So those wamesema tunangoja title za Faraja 3 ndio wanunue katutu. Mwanzo niwaambie samahani, unajua ni vizuri. Unajua poleni sana juu sasa tumepeana title wakati tumemaliza katutu. So hatujawapea nafasi. Kuna plot ngapi zimebaki? I think maybe 2. Ati 2. Sasa mbili. Sasa hizo zingine ziko mikononi mwa hawa. Lakini wamelipa. Hapo ndipo sasa tuko. Sasa ziko mikononi mwao. Juu sasa watu wangu wa online wajua hawezi kuja kwa site. Sasa itakuwa haraka ya mtu ndio itafanya achukue plots ndio? Because wengi wao siku nao wametuma pesa nikiwa kwa njia. Na by the way, let me surprise you. Most of these people wenye wako huko diaspora, I think almost 40% wanitumianga pesa. Wananiambia Farodhi wewe ni wewe. So ukitumes sita tuma pesa kwa kampuni yake gotombere wewe tume. Ndio kama hakuna title. Zote sijafika walianza 100%. Walianza 100. Ate domeko. Wacha kwanza kutumie ndivyo ukikura mimi ni kuandaa. Sasa inakuwa kazi ngumu hizi sababu kuelezea familia yangu hii pesa ni ya nini. Unajua bibi anaweza ona ukiwa na pesa mingi afikirie ni yako. Na hapo ndipo makosa inakujanga. Tafadhali tukikuja na pesa kwa nyumba, ujue hiyo pesa inaweza kuwa ya kampuni ya wenyewe. Polisi msione kama, na hapa ndipo unapata sisi wa baba tunapatia shida. Sababu Farodhi unaingia na pesa ya Golden Dream. Bibi anakumbuka ile kiatu hujanunua. Anakuambia kwa tugawane hii na unapata ni vita. So feel free to purchase hata because we have other projects coming up, na usiwahi kuwa na wasiwasi. Ikiwa uko na doubt kidogo nipigie simu, I will explain everything. Sawa sawa. So that an assurance to wenye wako hapa na pia wenye wako diaspora, because most of them they will tell you dagora mugodo cio ni undu wa Farodhi. So if I make a mistake nikuguraria ndo acio ni atunye you get to make mistake ndemenderie kindu gitari genuine nginya nie mwenyewe ndikona thayo na andu acio wira uria marutaga ko no makwire ni wira wa minoga. So may God bless so much Golden Dream. Nie ne mwahuthiria wira nie no customer ingi nguona tondu ni mwaheana title, because that's what we are looking for. Thank you so much. So Monday they shall get an SMS. Yes. Na kwamba kujia title zenu and sisi watu venye tunafanya, hata kwa yule mtu ambaye tunasikia tulifunga mwezi wa 8, kuna mwezi wa 9, mwezi wa 10, kuna mtu ako nini ya 3, payment ya 3, sisi tunapeana 6 months na title yake iko hapa. Huwa hatutolei ati wenye tu amemaliza, hapana. Sisi tunajua ya kwamba Mwenyezi Mungu ambaye alikupatia nafasi ya kuanza safari ndiye atakafanya nini, atakamilisha pamoja nawe, si ni kweli? Yes. So huwa tuogopi ati ya kwamba tumekutolea title hadi sasa hapana. In fact tuko na imani na wewe, that's why tumetoa title, tunajua hiyo pesa nyingine utapata, utamalizia. So even for those who are paying even in installment, your title is still there. So usiogope kuuliza, na usiogope kupiga simu, na usiogope kusema utumie picha, title zako ziko. Alright. So watu wanasema ati anaweza toa 20,000 alafu wengine alipaja polepole. Hiyo ni edit. Mtu mwingine hapa anasema you're doing a very nice job guys. Nikinunua shamba kwa hii project yenu alafu nisikie mkono mwingine kwa mahali pazuri, can I sell this shamba and I follow you guys? Ama itakuwa imepanda. Bora ukiwa na title, unajua sasa itakuwa yako. Unaweza amua kuuza utufuate. So huyo wa 20,000 hiyo naweza jibu. 20 ni kidogo sana. Tumewapoa 50. The reason is tulikuwa tunapeana nusu, but tukaona watu juu ya COVID kuna zile mashida, tuka reduce until tukafikisha 50. We are paying, so, we are giving 50%. At these days we give 50,000. Yes. Now we usually do this sababu nimewaambia tufanye hesabu kidogo. That project is another big project, na tumetolea mpaka watu ambao hawajamaliza kulipa. So unaona, so kwanza tunachukua ile pesa, ndio that's why hatukwambii ulipe yote. So ukiweza kulipa yote, advantage to you, lakini lipa at least 50,000 so that we can be able even kuwa na imani na wewe ya kwamba tuko kwa hii safari, because wewe lipa 50,000 na sasa hutamalizia. No. Okay, but God doesn't work that way. Lakini sisi tunaamini Mwenyezi Mungu utamalizia, tunaamini lazima utamalizia. Tora twera mutu no ngetho ithire maingi nyome mbere Sara Joki na Catherine Muturi na Priscilla Makilimaroria. Hii ni town gani iko hapo karibu ama huku ni wapi umetupeleka? It looks very awesome guys. Lakini huku kumeisha. Huku
So hiyo swali hilo swali tutajibu kwa next project. Unfortunately. We shall give them hope that hakuna unfortunately. So mtu anataka sasa hii itakuwaje? Umesema rure tuimokoine maya. Watu wetu. Sababu ni nyinyi mko hapa. Ningetaka kuuliza tu swali. Na sababu ya quorum. Madam mwenye umekaa chini unijibu. Hata umechukua mikono yote juu. Nataka kujibu. So, mnataka tuwapatie mpaka lini ndivyo mkuwe mmebook plot yenu. Lakini kama uko na pesa, acha nikwambie the safer. Sasa hapo hakuna kesi. Sababu ningetaka ufanye hesabu. Kwa ile umetokea hapa, umeno ri nibia sigana. Unadate kugura. Dena nikiwa rajuli kada yako sinataka kununua. Hii chuma unauza pesa ngapi? So utafanya nini? Utangoja Tuesday ama utakula hii uko hapa? Definitely hii iko hapa. Hiyo. Asa the same case. Kuna mtu wako pale anasikia zimebaki mbili hana amani. Na najua kuna mtu wako hapa hana ploti. Najua mimi wakilipa kwa sababu wanatumanga hapa nitasema tu zimeingia. Sasa imagine kama ulikuwa umechagua hiyo na hauko sure ni lini unalipa, naona inaenda. Na tutaki kuambia muone kwa bank sasa, although now bank siku hizi imekuwa rahisi, iko kwa simu yako. So at least lock that plot. It is always advisable. Na si kusema pengine unataka kununua cash. Let us verify. Kuna mtu anasema mimi yangu nikiekelea 50 saa hii, alafu nitakuja niambiwe nitalipa 150 saa installment. Hapana. Tell us that by Monday utakuwa umeclear the 80. Utahesabiwa kwa mtu wa cash. Tunaelewana? Lakini at least lock that plot. Because huwa tunasema ya kwamba ni vibaya sana nitumie huyu map ambayo imetikiwa hizo ploti. Hata kama ni wewe ukuje uambiwe hapa tuko kuna ploti. Sasa nikwambie kuna ploti unaweza amini. Huwezi amini, that's what we call double allocation. And how double allocation huwa inaingia kwa urahisi namna hii. Unapata ile karatasi ilikuwa imemakiwa lakini unaambiwa tena hiyo ploti hakuna. Na huwa inakuja sababu yule mtu alikuwa amewekeza bado hajalipa, tuko pale 50-50. So unaona tuko kwa mahali ambapo we are not sure. So madam, ladies first, tufanye namna gani? Aya, next week. Monday next week, hata kesho Sunday next week. Ni vile tunasemanga ati Monday ndio siku ya kwanza lakini inaanzanga Sunday. So kama ni Monday mpaka saa ngapi? Tadi. Thank you. So tafadhali by saa 6 hiyo kesi ndio maana sisi kama headmaster na headmistress tumetatua tukiwa hapa. Ndivyo isikuwe kesi kwetu. So Jackie, tafadhali ofisi yako hiyo kesi utatulia wapi? Hiyo si ya headmaster, hiyo ni ya mwalimu on duty. So uangalia mwalimu wako on duty ni mgani, mjadilia na yeye. Hata kama uko mbali, please make a deposit. Know about the agreement later. Msaidia hii because it is na wakati siku ya Monday mtu anakuja anawezaje taona na mimi nilikuwa kwa shamba niliona. Hata kama ni wewe unaweza kesi aje kesi. Sina kuwa ngumu. Si na kuhurumia lakini sina otherwise. Ni mambo ambayo imefanyika. We are talking out of experience. So please if you have it, if you have something to lock that plot, please lock it as earlier. Haitakuwa na makesi mingi ya Monday. Sababu hata hizo mbili tuko na 2 plus zenye zimebukiwa. If that's what I can say. Si ndio? We have 2 plus those ambazo zimebukiwa. Na sasa hapo ndipo. So hizo hazijabukiwa hazijalipwa sio? Stide. Todo mugoda akira utugo kira waku. Ndimenya nikiriria mugudu rathia. Niguo witagio tondu. Utarweke ngore sema cio ndina cio nitumia map. Nitumia ndari gutuma map iriku. Beto na leo tu map gumo tukumatumira map iriku. Sometimes anyway. Unaona kama sasa hivi hizo titles zimetoka, sasa map utaitishwa uchoke. Si unaona, can you please send me the map? The most important thing
ni hii title. Unajua ukiona title unaona yenyewe hawa watu ni kama ni ukweli. Kama ulikuwa umeweka mahali wapime, unaona yenyewe wacha ninunue. So but huku sasa ni kuisha. So, and that's why I give this information for free. At least when ulikuja si hivyo umetoka. Si ndio? At least you have something in mind, na pengine kesho yake pesa yako hitazama ama hitakuliwa na pia mwenzako. Na hutajificha tena. Kuna watu ambao walikuja hapa na hawakuambia wenzao. Odora gereka nyumba, uniangalie hiyo nyumba. Nasikia mtu wa maji ni kama maji itakuja. Nimefungulia tu kidogo. Ukisikia ni kama imeingia, unajua hakuna maji. Uniangalia lakini nakuja. Lakini ukumwambia uko, akajua mahali uko. Lakini sababu ya venye tumejionea, najua tumepitia uchungu mingi sana na kupoteza pesa. So kama hakuna jambo lingine, if you have anything that you want like to talk to your agent, ongea na yule agent ambaye unaweza kunena naye, aweze kukuelekeza. Kwa wale watu ambaye najua hapa kuna mtu mpaka wa Nakuru. Hau wakatodo ni gucokia kiuria. Jori kana ngurute na iku. No umena na Nakuru. Na tunastahili kumwachilia mapema. So najua umeridhika na sistako. Uko sawa? Hapo madam mwingine. Catherine. Uko. Catherine uko area? Uko ni sawa. So ongea na yeye, mwambie about payment so that we can close those deals. So mimi sina lingine. Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki, abariki kazi ya mikono yenu. Catherine, karibiani tuombe. Oi, pole. So kwa yule mtu angetaka kuuliza hizo katuke ni sigara, tuke ni tano, katuke ni usieke wewe hata wiki ana ile chini acha niweke. Kwa yule mtu angetaka kuuliza any question 9800800 Farodhi. Namba yangu ni 0729 870 822 07870 kwa watu wa diaspora ambao wangetaka kuuliza anything. Heno wona agathe na tukimera ni gathe ya mundu kwa bata iguru. Tunashikiliana tunapanda. Ningetaka pengine kusema the reason ina wenye haifanani ya hawa, mimi ni mmoja wenyu. Nitawaifika. Kukuja unalala kidogo Thika umefika. So the reason niko na nguo ya mtu wa kawaida ni kwa sababu nimekuwa nikiwafuata na jaribu mahali kutafuta kitu kanachukuliwa na mtu wako diaspora. Nikiona kanaongeza 1000 yangu 5 zinaekelea hapa nasonga na wao. So mimi ni mmoja wenyu, lakini ukitia bidii kidogo unatamani kuwa kama hao, so unajipata upande. So invest on land. Mara mingi Kahora nakumbuka nikikwambia. Niliambiwa na mzee fulani ambaye huwa anani advice. Na Mungu ni mzuri manake alitoka mahali panaitwa Kileleshwa, nikamwamini kidogo. Kaniambia when you are investing sababu watu wa Kileleshwa, okay sawa. Unajua saa ni uptown, nikamwamini. Mahali aliniita kama mkutano pia palikuwa pazuri. Akaniambia when it comes to land, nunua shamba uende ufikirie. Usifikirie alafu ununue shamba. Utafikiria ile pesa uko nayo utumie iishe. So invest, this is quite a small fraction of what you earn. Unabai shamba kidogo, hata watu wako diaspora thank you because these people don't think twice. Wakiona mali and they believe kuna title, wanaekelea tunasonga. In the next 2 years hii shamba ukiuza itakuwa na almost double the price. So why wait and put money in the bank? Wekelea, then you pray about it and who knows, this is one of those big companies imeona kupatiana title in the shortest time. Alafu sababu tu mahali tulikuwa tunasumbua, hebu niambie ni karoho gani kana kujanga pesa ukipata pesa? WhatsApp status kwanza unabadilishanga. Who is where we do this? Kanyama kwanza unatafuta mabest. Shida ni hiyo. Kama uko na mtu anakuambia tuende Mombasa. Nini kiatu mpya? Kidogo unabakisha 1500 unasema wacha nianze kusave. Na wewe ndio uliniambia ulitoka hapa uliitiwa nyama tu kota. Tuko naye pale, yani hutaki kuja show, atumeenda Nakuru kula nyama. Yani mimi nikashindwa. Huyu kijana hata angeweka hapo kwao nje, ambie mtu wa butcher amwekee kakuota, si angekula peke yake. Ningesosi. Lakini nyama is only problem tunakuanga nayo kama wazee. Na si nilikatazwa, si Mungu alipitia kwa daktari ananiambia achana na hiki. Tunakulanga nyama ni venye tu inakataa.
So ningesema kwa niaba yenu asante to Sawa. all those youths na watu wa mafans wetu pale Advanced Pictures. This is that company that you have to believe in. Asanteni pia kwa kutufungua macho kama youths, na muendelee hivyo hivyo na mpate project zingine watakamna wabai. Alright. Yes sir. Thank you very much. God bless you. Mnaporudi pale nyumbani, Mwenyezi Mungu akaweza kuwaongoza, na mnapochukua hatua ya kuanza kutuamini, mimi huwa nasema ya kwamba venye umekanyanga hapa usitoke hivyo, acha miguu. Huu ni mchanga uko na baraka, na pia so tunaelewa ya kwamba ukiuza shamba la urithi yale maneno hutokea. Vijana wanapimia baba zao muthee ukaga guthathiri twendi kamugunda, so at least pata kitu chako. Najua ni gani, nitakuonyesha tu ni huo mkulima, sababu ulikuja hapo unashindwa kile niko na mero ile ngana kitu kia wasio drone, hiyo inaweza fanya tu usinunue. Mimi sababu sitaki kukosea, lazima ni make sure umejionea nini. So tafadhali Jackie, najua ulikuwa unataka kuwa kwa ofisi by saa 8:30, lakini hiyo saa 8:30 tafadhali kwanza wapeleke pale kwa mkulima kwa kaka. So kama tumekosea, pole. Singetaka kusahau hayo. Kama kuna mahali ungetaka turekebishe, usiambie hao, tuambie ni sisi tunastahili kufanya nini. Si hivyo ndivyo muungano huwa anafanya. Oh yes. Ni sisi tunastahili kurekebisha. So kama tumeukanyanga, kama pengine tumekufanya nikakwambia usikuje na gambut, mimi nikakuja na gambut, hatuku advertise hapo, pole. Mimi nimezoea maneno ya shamba. Hii ingine tunapanguza viatu ni ya kuuza uoga kule fia kule town. Tunaonyesha ni kama tulimangi, lakini kwa ground tunakuanga hivi. So mmoja atuombe. Mama utatuombea? Asante. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit, be with us now and forevermore. Amen. Enda uambie mwenzako